Anafikiri iko wazi, yani iko wazi kwa sababu utaangalia 80% ya matokeo ya Simba ya kushinda kwenye michuano ya kimataifa. Yaani leo hii Simba anafika robo finali mara 5-6 mfululizo, anaingia nusu finali, anaingia finali. 90% ya hizo achievement ni uwanja Benjamin Mkapa. Yaani uwezi ukatofautisha mafanikio ya Simba na Benjamin Mkapa. Ni sehemu pekee ambayo imekuwa ni ngome yake akiitumia. Angalia mechi ya robo finali, utakuwa ni shahidi ile dhidi ya Al Masry, uliweza kuona alipoteza ugenini, akaja nyumbani akasekiwa ushindi kwa magoli mawili. Nusu finali anashinda nyumbani, ugenini anapata sare, na imekuwa ni mwendelezo. Hatua ya makundi uliweza kuona ambacho anakifanya. Kwa hiyo 90% kama sio 99 ya matokeo ambayo anayafanya ambayo yanamfanya azidi kupanda ni Benjamin Mkapa. Kwa hiyo inapotokea kwenye ngome yako ambayo unaitegemea, tena ilikuwa imekuja kipindi kizuri, kipindi ambacho ndio finali ya pili na kwenda kuchezewa pale, ukiamini kwamba kama kuna makosa ambayo angeyafanya kule Morocco, basi mpekea kuja kurekebisha ilikuwa ni Benjamin Mkapa, inakwenda kukosekana. Kwa hiyo nafikiri ile factor imeja factor. Lakini pia Benjamin Mkapa ni uwanja ambao unachukua watu 60,000. Ukikompea na uwanja ambao wanakwenda kuanzia kucheza finali ambao uchukui watazamaji wengi. Unaona, kwa hiyo yeye ingekuwa kwa advantage kwa maana ile atmosphere ya kiwanja, mashabiki, lakini pia matumizi sahihi ya uwanja nyumbani. Wamekuwa ni wenyeji katika michuano mbalimbali ya mabara ya Afrika na wamekuwa kufanikiwa. Kwa hiyo ndio imewafanya wengi waweze kutaharuki. Lakini pia ni finali ya kwanza kwa upande wao katika miaka karibuni ambao wanaicheza. Kwa hiyo mashabiki wao wengi, ni kama kuna sehemu nasema ni ngome ya Simba, basi ni Dar es Salaam ndio ngome ya klabu ya Simba. Kwa hiyo wangetamani pengine mchezo uweze kuonekana na watu wengi zaidi, watu 60,000 wapate nafasi ya kuweza kuja kuona miundombinu, package yake imekaa vizuri na vitu vingine vingi. Kwa hiyo hayo yote ukijumlisha ndiyo yanawafanya wachanganyikiwe, lakini kubwa ni lile la kuweza kutumia uwanja vizuri kupata matokeo. Kumekuwa na maneno tofauti mtandaoni. Tumeshuhudia kama Magoli akizungumza, lakini tumeona hata serikali ikenda leo kutembelea ule uwanja. Watu wanajiuliza, Tanzania imepata bahati ya kuwa na rais wa vilabu Afrika akitokea Tanzania kwa maana Engineer Hersi Said. Huoni kwamba kuna haja ya Simba pengine kutumia njia hii ya kumtumia Engineer Hersi Said kama rais wa vilabu Afrika, ambaye ni rais wa vilabu? Ukizungumzia Rais Berkane yeye ni yupo, lakini ukizungumzia Simba ni miongoni mwa vilabu ambavyo viko chini ya rais huyo Engineer Hersi Said. Ipo haja ya Simba kumtumia Engineer Hersi Said sasa? Uendeshwaji wa kafu ni tofauti sana na shirikisho letu, sio kwa ubaya. Wenzetu kidogo wamenyooka, ni watu ambao wanasimamia misingi ya kanuni na sheria mara zote, na wamekuwa sio watu ambao unaweza kaenda kwa wabipu kwa namna moja ama nyingine. Hawaendekezi hizi siasa ambazo sisi kwetu hapa kinachotufanya tushindwe kupiga sana hatua ni kuamini kwamba kila kitu kinawezekana. Haina hata ambacho kiwezekani kinawezekana. Yaani kile ambacho hakiwezekani unaweza ukakifanya kikawezekana na watu ukawaaminisha wakaamini. Leo hii tuna deni la mechi ya Kipolo. Hiyo ni kama mechi ya Kipolo, mechi ya Yanga na Simba tarehe 8. Unaona, katika mazingira ambayo hatukutaraji mpaka leo hii isiyo kwa kesi imekuwa kesi, mpaka leo mechi hakuna na bado watu wanaamini hivyo. Kwa hiyo ni watu ambao tumekuwa tukipenda mambo ambayo wakati mwingine hayajanyooka. Kwa hiyo ukiangalia kwa sababu ambazo wamezitoa kafu ndio wenye mchezo, wana kamiti zao za ufundi zipo na wamekuwa wakizunguka mara kwa mara. Kwa hiyo walichokizungumza maana yake wamekifanyia critical investigation, wakaona kwamba katika mazingira haya mechi haiwezi, na ule mchezo ni mchezo wao. Kafu ndio wenye mchezo, ni finali yao, wao ndio wenye mashindano. Kwa hiyo wana haki ya kuweza kuona na kubadilisha katika mazingira ambayo wanaona yanafaa. Kwa hiyo mimi nafikiri sioni kama kuna haja ya kutengeneza mjadala mkubwa wakati kafu wametoa sababu na washafunga na tayari wametoa official barua na wametoa paka email kwa makampuni yote ambayo yanarusha hizi mechi kuambia kwamba tayari wameelekeza wapi? Zanzibar. Kwa hiyo tusifikiri yale mazingira yetu yale ya kupita kwa nani ukapita kwa nani ukamtumia huyo, kila sehemu yana nafasi yake. Wengine wanaamini katika taratibu. Kwa hiyo hata kama sasa pengine umtumie rais wa vilabu wakati maamuzi yashafanyika na kamati husika, itakuwa ni kumongezea mzigo ambao hawezi kutatua. Kwa hiyo cha msingi nafikiri ni kuchange mind, wabadilishe mtazamo wao. Zanzibar ni sehemu nzuri, ni sehemu ya utalii, uwanja ni nzuri, una mazingira mazuri, waweze kwenda kujiandaa kuliko kwanza kutafuta mazingira mengi ambayo yanaweza kaenda kawatoa kwenye mchezo na baadaye wakashindwa concentrate na wakajikuta wanapoteza kirahisi katika mchezo ambao unafuata.